ni siku nzuri kabisa, sikukuu ya watoto, ambapo hapa kwenye kanisa hili watoto wamepewa nafasi ya kuongoza ibada kuanzia asubuhi mpaka mchana, na watoto wameonyesha vipaji vyao namna ambavyo wanaweza pia kuongoza ibada. Wachungaji tumeona hapa, lakini tumeona wazee wa kanisa, tumeona viongozi wa ibada, na wamefanya mambo makubwa sana. Karibu sana ili uweze pia kujionea yale ambayo yameweza kujiri kwa siku ya leo katika kanisa hili la Victorious Christian Center. God has commanded us to respect our parents. Mungu ametuamuru tuwaheshimu wazazi wetu. To give them their space, for example, tuwape nafasi yao. Mfano, when they are instructing us to do something, tunapoomba tufanyie jambo, leave them to do even if there is any problem. When they are talking, let's keep quiet and give them their space. Wanapozungumza tukae kimya na tuwape nafasi yao. For example, mfano, when you do not answer them wrongly or don't give any appropriate words. Tusiwajibu vibaya wala kutoa ishara yoyote isiyofaa. Even when we tell them to do for us, give them their space to do for us, even if there is a difficult situation forward of you. Hata pale tunapohitaji tufanyie jambo, tuwape nafasi yao ya kufanya. May you be blessed, upate baraka. May you live many days on the earth, ukae siku nyingi katika dunia. This is a command, hii ni amri. It is an order and not a request. Ni agizo sio ombi. And it is a command that when we implement, God has promised us a long life. Ni amri ambayo Biblia imetuahidi tutakapoitekeleza tutapata maisha marefu. Hivi sasa ni saa 6 kamili asubuhi. Tupate taarifa habari kutoka Victorious Church Ngarantoni. Lakini kwanza ni muhtasari wake. Ni mimi msomaji wako Paulo K. Laiza. Misri, kijana mmoja mcha Mungu aliyeuzwa na ndugu zake au waziri mkuu wa nchi hiyo. Tupate habari kamili kwa mwandishi wetu kutoka mjini Misri, Glory Humphrey. Habari kamili. Kijana mmoja mcha Mungu aitwaye Yusufu awashangaza ndugu zake kwa kumkuta amekuwa waziri mkuu wa nchi nzima. Mimi Glory Hampton. Israel, mtu mmoja aliyekuwa nabii wa Mungu ashusha moto mbele ya manabii wa Baali. Tupate habari kamili kutoka mjini Misri kwa mwandishi wetu Abishek. Israel, kuwa kanaye kwa jina la Elia ashusha moto mbele ya manabii wa Mungu wa Baali, na ndipo kuteketeza sadaka zote za kuteketezwa, na hakuacha kitu chochote. Na ndipo manabii wa Mungu Baali wakasujudu mbele za Mungu aliye hai. Nikiripoti kutoka Israeli, ni mimi Abishai Faustini wa Victoria. Mtoto mmoja aokotwa na watu wa Farao na kumfanya mtoto wa kwao. Tupate habari kamili kutoka kwa Godbless Amini. Egypt, mtoto mmoja aliyetambuliwa kwa jina la Musa aliyewekwa kwenye kisafina, na ndipo alipookotwa na watu kutoka katika familia ya Farao. Mpate watu wa maana sana watakaotupokea kazi hii. Nikamsikia jamaa mmoja anasema unapoanza kazi unapaswa kujiandaa kustaafu. Yaani from that day unapaswa kuanza kujipanga kustaafu, kwa sababu lazima expire. Na sisi tunajipanga expire, na tunaona kuna watu Mungu anawainua kushika kazi hii, na sisi tunawaombea Mungu
Mungu awabariki sana. Katika sikukuu hii ya leo ya watoto, moja kwa moja watumishi wa Mungu wameweza kuzungumza hasa kwa wazazi, lakini pia kwa makanisa kuweza kuwekeza kwa watoto na kuwapa nafasi hasa kanisani. Watoto wasibaki tu nyuma kwamba basi ni watoto, hapana. Mchungaji Heri Laizer amewahimiza moja kwa moja wachungaji, lakini pia wazazi kuwajali watoto, lakini pia kuwekeza kwa watoto. Utaenda kusikia kila ambacho mchungaji Heri Laizer wa kanisa hili la Victorious Christian Center alichozungumza hasa kuhusiana na kuwekeza kwa watoto, lakini pia kuwapenda watoto na kuwathamini na kuona kwamba wana nafasi mkubwa sana ndani ya kanisa na ndani ya jamii kwa ujumla. Hii ni Asalo TV Online, nami ni Abel Saidi Lowassa. Kwanza kabisa, kanisa imara ni lile ambalo linaanzia kwenye msingi wa mtoto, kwa sababu sisi wengine tumelelewa, tumekuja kujua Ukristo tukiwa watu wazima. Lakini mtoto akilelewa katika maadili ya Kikristo, ajue kanisa, ajue wazee wa kanisa wanafanya nini, mashemasi wanafanya nini, baadaye tutakuja kuwa na kanisa imara lenye watu wanaojitambua. Jambo la kwanza, watoto ni watu kwanza wanawashika mambo kwa haraka na si rahisi sana yeye kusahau. Kwa hivyo sisi tumekusudia kabisa kuwekeza kwa mtoto. Makusudi yetu ni kuwa na kanisa lenye nguvu sana baadaye. Kama ulivyoona wale vijana waliokuwa wanahubiri, unaanza kuona kipawa cha huyu mtoto kitokea mwanzo. Kwa hiyo tunamjenga, tunamsogeza, baadaye tutakuja kuwa na wachungaji wazuri sana ambao wataendeleza huduma hii, kwa sababu sisi hatudumu milele. Expire, tutachoka. Kuna watu nyuma yetu watakao tutawaachia. Kwa hivyo ndiyo sababu yetu kubwa ya kuwekeza kwa mtoto. Kwanza kabisa ni kumjua mtoto na kumpa nafasi ya kujieleza na nafasi ya kukuza kile ambacho anacho. Na hasa ndicho tulichokusudia sisi, kuwapa hii siku yao. Tujue vipawa vyao, tujue namna gani tuwalee, tujue namna gani tunaweza tukawajenga na kuwafanya wafikie ndoto zao. Kwa hivyo hasa lengo letu tumekusudia kuwekeza kwa watoto. Kabisa ndio lengo letu. Tuwekeze kwa watoto ili kesho tuwe na watu wa maana ambao wanajitambua, wanaweza kusimamia mambo yao. Hivyo ndio hasa lengo letu. Kwa hivyo moyo wangu hasa uko kwa watoto. Kwa hiyo tangu tumeanzisha huduma yetu, kila mwaka, miaka 20 sasa, tumeendelea na huduma ya watoto. Kwa hivyo sio leo tu, ni kila mwaka sisi tuna siku ya watoto, na inafana kweli kama ulivyoona leo. Kwa hivyo wanafanya mambo makubwa zaidi ya haya. Hii suti unayoiona nilinunuliwa kitambaa mwaka jana na watoto. Kwa hivyo hawa ni rafiki zangu na wanajua tunajali huduma yao. Jina langu ni Joel K. Molel, mzee na katibu wa kanisa. Sherehe ya watoto kwa kweli imevutia, ni ya mvuto mkubwa sana. Na hapa kanisani kwetu sherehe ya watoto tumeipa kipaumbele sana, kwa maana wanaanza kufundishwa misingi ile ambayo Biblia inahitaji watoto waweze kuelewa ili waweze kukulia maisha ya Kikristo, na zaidi pia kuweza kuwasaidia kuamua baadaye waweze kuwa na elimu iliyopana, iliyo nzuri kwa ajili ya kuwasaidia katika maisha yao baadaye, hasa tukiangalia upande wa uchumi. Maana mtoto ambaye ana elimu iliyo nzuri anaweza kuwa na uchumi ulio nzuri pia. Lakini vile vile hawa watoto tunaenda kuwakuza kiroho, kuwajenga kiroho ili waweze kujua kuwa na misingi mizuri kuhusu neno la Mungu, ili tuweze kulipata kanisa ambalo ni kanisa imara, kanisa ambalo linaweza kupeleka ile injili au kupeleka ule ujumbe ambao Kristo ameliachia kanisa. Hivyo kama mzee wa kanisa naona kwamba huduma ya watoto inakwenda vizuri sana. Kuna walimu ambao wanawalea watoto vizuri. Kwa majina ninaitwa Nathaniel Doika, ni mwalimu wa watoto hapa Victorious Christian Center. Tuna furaha kwa sababu leo ni siku ya baraka sana. Ni siku ambayo tumeiweka kwa ajili ya kuadhimisha siku ya watoto kanisani kwetu, na tumefanya hivi kama eneo maalum, kwamba ni eneo ambalo lina washirika wanaochipukia kanisa la kesho.
Kwa hiyo kwa kutambua umuhimu wao, tukaona tuandalie siku moja ambayo wanaweza wakafanya vitu ambavyo wao wanakutana kuvifanya siku za Sunday school, na ili pia kuwajengea desturi ya kuwa navyo hata baadaye watakavyokuwa wakubwa. Lazima leo tuwafundishe watoto wakiwa wadogo, ili wakiendelea kukua, waendelee kukua wakiwa na misingi hiyo, kwa sababu ni tofauti na kuja kuwafundisha wakiwa watu wazima, kwa sababu viongozi wa kesho wako ndani ya watoto leo. Wito wangu hasa kwa wazazi, wawe wanajituma angalau hata kuwahoji watoto wanapotoka Sunday school au kanisani wamejifunza kitu gani, lakini zaidi ya yote wafuatilie wanakuja kanisani, wanafika kanisani, na kama wanafika kanisani wanajifunza kitu gani, kwa sababu hawa watoto watakapoona ushirikiano wa mzazi na mwalimu watatambua hiki wanachofundishwa na walimu ni cha maana. Naitwa Francisca Laiza, ni mzee wa kanisa hapa kanisa la Victorious Christian Center, lakini pia ni rafiki wa huduma ya watoto hapa kanisani. Leo tulikuwa na siku ya watoto ambapo kila mwaka mwezi kama huu wa 11 watoto wanakuwa na siku yao ya muhimu kanisani, na wakiwa wanafanya vitu vingi sana kwa ajili ya kusherehekea siku yao. Wanajifunza namna ya kutoa, lakini wanajifunza kuonyesha vipaji mbalimbali na vipawa na kufanya mambo mengi ambayo wao yanakuwa furaha, lakini pia ni sehemu ya wao kukua katika kanisa au katika eneo la kiroho. Kitu cha kwanza cha muhimu, kwanza watoto kulijua neno la Mungu, lakini cha pili inawasaidia wao kukua wakijiamini. Ni eneo ambalo linawajengea watoto kujiamini. Kwa majina naitwa Anel Bariki wa kanisa la Victorious Christian Center. Nafasi yangu ni marafiki wa watoto, Friendship of Children. Leo ni siku ya watoto hapa kanisani kwetu. Tumefurahi, watoto wameonyesha vipaji vyao kwenye vichekesho, kwenye shairi, kwenye ngonjera na maigizo. Tunashukuru Mungu, imeenda vizuri. Tunawasisitiza wale wazazi ambao huwa hawaruhusu watoto wao kuja kushiriki, wawahimize, wahamasishe watoto wao kuja kushiriki pamoja na watoto wetu. Watoto wanajifunza vitu vingi, kuna nafasi nyingi pia za kujifunza, kuna mambo mengi ya kujifunza katika huduma hii ya watoto. Watoto wamejisikia vizuri, namshukuru Mungu maana imeenda vizuri. Maoni kama mzazi, tuongeze bidii katika kuwafundisha, katika kuwalea vizuri, wakuwa wakimpendeza Mungu pamoja na wanadamu. Kwa majina naitwa Godbless Aminel, nimetokea katika kanisa la Victorious Church Ngaramtoni. Mimi leo nilishiriki kama mchungaji katika ibada ya leo. Nashukuru walimu kwa kunipatia nafasi hii ya kushiriki kama mchungaji. Nilijisikia vizuri sana na tunamshukuru Mungu, watu waliweza kunipokea kwa moyo. Kwa majina yangu naitwa Heavenlight Elias, nimekoka na mpenda Yesu. Nimejisikia vizuri kuongoza katika ibada ya watoto, na namshukuru mchungaji wangu kwa kutuamini na kutupa nafasi ya kufanya sherehe hii ya watoto. Tunashukuru na kuwahimiza watu wengine waendelee kutuamini na kutupa nafasi ya kufanya sherehe hizi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Milka Heri Laiza, ni mama mchungaji wa mahali hapa Victorious Christian Church. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, siku ya tarehe 10 mwezi wa 11. Imekuwa ni siku nzuri na njema kwenye maisha yangu. Nimefurahia mambo mengi kwa ajili ya watoto, lakini nimefurahia kwa habari ya watoto kufundishwa na kuwekezewa kwa habari ya ufalme wa Mungu, kitu ambacho kimekuwa kikiwafanya kufurahia, kimewafanya kujifunza vitu vingi kanisani, kimewafanya pia kuelewa kwamba umuhimu wa Mungu ni nini katika maisha yao. Walimu wao wamekuwa ni waaminifu katika kuwafundisha, katika kuwaelekeza, lakini pia ninawashukuru pia wazazi ambao wamekuwa waaminifu kwa kuwawezesha watoto kuwepo kwa siku hii ya leo. Ninawashukuru sana
na Mungu awabariki walimu, lakini awabariki pia wazazi ambao wameweza kuwaruhusu watoto wao kuwepo mahali hapa kwa siku hii ya leo. Watoto wametufurahisha kwa vitu vingi, wamefundisha kwa matendo, lakini pia tumeona vipaji vingi sana kwa watoto. Kwa hiyo mimi ni shauri tu kwa wazazi na walimu kwamba kazi ya kulea mtoto si kazi rahisi, lakini ni kazi yetu sote, na tujitoe kwa moyo mmoja ili kuweza kutengeneza taifa na kanisa la kesho.